overcoming delay. Ilikuwa part 1, na leo tunaingia part 2 ya overcoming delay. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Ageukia jirani yako mwambie tunashinda delay katika jina la Yesu. Amen. Msiwale walikuwa tunakumbuka tulisema delay ni kufanya mambo yawe yanaenda kwa mwendo wa pole ama yakawie. Praise be to God. Na kwa maana juu ya kwamba Bwana anatupatia speed na anatupatia speed anointing. So delay haitakuwa na mamlaka na haitakuwa na uwezo juu ya maisha yetu tena katika jina la Yesu. Praise be to God. Tulisema kwa kunukuu tu, kwa kuguzaguzia ya kwamba delay huanga inafanya watu wa doubt zile promises za Mungu. Wanaona ni kana kwamba haziwezi timia. Ni kwa sababu ya zile mambo wanapitia na mambo ambao wanapatana nayo. Tukasema jambo lingine, delay huanga ina expose weakness za mtu. Na tukasema hakuna mtu ana weakness, but wakati weakness zako zimeexposiwa, watu wanga wanakuchekelea, wanga wanaona uchi wako, wanga wanadharau kile kiko ndani yako, wanga wanadharau kile unasemanga, wanga wanadharau hata maono yako, na wanafanya mpaka maono yako yadidimie. Ni kwa sababu hawayaamini tena. Praise be to God. Tunakumbuka hiyo yote. Hallelujah. Tukasema jambo lingine ni ya kwamba Mungu anaweza fanya kuwe na delay katika maisha yako ili akutayarishe wewe utayarishike vizuri kupokea. Tutaanza hapo leo. Wacha tuteremke kichini kidogo. Tukasema mambo matatu ambao uanga ina cause delay ama delay. Number 1 tukasema ni procrastination ambao ni jambo la kupostpone mambo kila wakati. Number 2 tukasema ni unakumbuka? Nasikia unakumbuka. Ulimi wangu umekataa kutaja R kabisa. Unprepared. Si tuseme pamoja hata wewe ushike. For opportunity, kutojitayarisha kwa sababu ya mambo ambayo yanatukia. Bwana Yesu atukuzwe. Tutaguza hapo ndani sana kwa leo. Na tukasema jambo la 3 ni ulimi mbaya. Wakati ambapo unatumia ulimi wako kujilaani, hayo mambo matatu yatafanya kuwe na delay ambao hakuna mtu anaweza izuilia. Praise be to God. Now allow me nikae ni kama nimerudi nyuma kidogo, lakini nikiweka uzito zaidi ili niongee kile Mungu ameweka ndani yangu kwa uzito tena. Kitabu cha Mathayo 25 mlango wa kwanza. Mathayo 25. Maana jambo moja ambalo huanga linafanya watu wakawie na baraka zao zikawie, miujiza yao ikawie, kuenea kwao kukawie, mambo zao zikawie bila kuafikiana, ni kutokuwa wamejitayarisha vyema, ni kutokuwa wametayarishika vyema, ni kutokuwa wao hawayuko tayari. Hiyo mambo yote uishike vizuri. Bwana asifiwe. Hawajatayarishika vyema, hawajitayarisha vyema na hawayuko tayari pia. Inafanyanga mtu akawie kufika mahala ambapo anafaa kufika. Matthew 25:1 inasema kwamba at that time the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet their. Verse 2. Hey media. 5 of them were and 5 were wise. The next verse, alafu taruka. The foolish one took their lamps but did not take any oil with them. Watu wengi wako in this category. They are Christian, wameokoka, wanaenda mbinguni, wanaombanga, lakini wanapopimwa na kipimo cha kiroho wanaonekana wakiwa, and sorry to use this word, wakiwa watu wapumbavu. Ni kwa sababu ya kutojitayarisha. Tunaishi nyakati ambazo we are running for things. Hallelujah. We are running for things ambazo tunajua vizuri ya kwamba hizi vitu ambazo tunazikimbiza hatujatayarisha kuzipokea. Hallelujah. Tuna haraka ya kukimbiza mambo mapya, tuna haraka ya kuinuliwa, tuna haraka ya kupatiwa, tuna haraka ya maisha yetu kubadilika, lakini hatuna haraka
ya sisi wenyewe kubadilika, kubadilishwa, kufanywa upya. Bwana Yesu atukuzwe. Wote wameenda safari, wameenda kumlaki bi harusi. 5 wamebeba taa zao. Let me rewind and come back again. Wote 10 wamebeba taa zao. 5 walijua taa zinaweza zima, maana hawakujua ile saa bi harusi alikuwa anafaa kufika. Bwana Yesu atukuzwe. All of us tumeokoka. We are Christians. Bwana Yesu atukuzwe. Na sisi sote tumepanga safari ya kumlaki bi harusi. Lakini kuna wale wamebeba taa na mafuta iliyo ndani peke yake na hawana any extra oil. I hope sitaenda nitoke mahali nataka. Hawana mafuta ya kando ambayo itawasaidia kama bi harusi anaweza kawia. Hallelujah. Watakaa bado wakiwa on. Sikiza. All of us tunagojea baraka kutoka kwa Mungu. Na tunagojea Bwana atupatie vitu fulani na mambo fulani. Lakini kuna wale wanagojea ni kana kwamba atakuja kesho. And it is good, that is faith. Hallelujah. Na je, akikawia akose kuja kesho, akuje kesho kutwa, atakupata bado umeokoka? Atakupata bado unapenda Mungu? Atakupata bado umeshikilia imani? Atakupata bado ukimwabudu kwa kweli na roho? Sikiza vizuri. Atakupata bado ukiwa unamtumainia. Atapata yule mtoto wake ambaye alikuwa anamtolea shuhuda ya kwamba I have a son ambaye ananipenda, anayenithamini, ambaye hawezi ondoka kwangu. Je, akikawia kidogo atakupata ama atapata ushaondoka? Unpreparedness imewatoa wengi katika njia za Bwana. Imefanya wengi waondoke mahali pao. Imefanya wengi wa miss baraka za Mungu na muujiza wao. Kwa nini? Wakati Bwana alikawia kidogo, wao walienda kutafuta msaada mahali pengine, maana hawakuwa na extra oil. Nigeukia jirani yako, muulize, do you have an extra oil? Muulize tena, do you have an extra oil? Leo ukitukanwa hapa kanisani, will you continue to be here? Ama Bwana Yesu atukuzwe. Leo kile ambacho unaomba Mungu sana asipokupatia mwaka huu, utaendelea kumtumainia ama utasema hata hiyo kanisa ni kama hakunanga Mungu na ni kama Mungu asikiange? Do you have extra oil? Who told you ya kwamba lazima Mungu akuje saa zile unamuita? Tulisoma Jumapili ya kwamba kwa Lazaro hakuja wakati ambapo Lazaro walimuhitaji. Do you remember? Alikawia mpaka Lazaro akafa na akanuka. Je, do you have an extra oil ya kwamba hata akikawia bado utabaki? Nataka nikuache na hiyo swali. Sitaki nikuchanganushie nikuambie extra oil ni nini. Nataka nikuachie swali hilo, ujikoroge wewe mwenyewe, ujiulize, do I have an extra oil? Hata wale wako nyumbani nataka mjiulize hiyo maswali. Do you have an extra oil? Geukia jirani yako, mwambie anaweza kuja saa hizi, anaweza kuja kesho, anaweza kuja mwaka ujao. Ajashika, murudie tena. Mwambie anaweza kuja saa hizi, anaweza kuja kesho, na anaweza kuja mwaka ujao. Ni kama hajaelewa, mwambie Mungu huyo ambaye ni mwaminifu na ni baba yako na unamtumikianga, anaweza kuja leo, anaweza kuja kesho, na anaweza kuja mwaka ujao.
Hallelujah. Akikawia tu kidogo, unaweza mgojea kweli. Haya, tuachane na hiyo kwanza. So, wapumbavu wakaenda kutafuta msaada wao, na wakati walienda kutafuta msaada ama walipata kutafuta mafuta, wakapata bi harusi ashaingia na kumefungwa. Na hakukufunguliwa tena. So hiyo ndio inakuwa hatari ya kutojiandaa vizuri. Now, tutoke hapo. Wakati wote ambapo haujajifanyia kazi, because tukisema ya kwamba ujiandae inamaanisha kwamba ujifanyie kazi. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika 100%. All of us tuna kaitilafu moja ama kingine. Praise be to God. Hatuyuko complete 100%. Tuko na kaitilafu moja ama kingine, kwa njia moja ama nyingine. So kila mtu lazima aanze safari before aombe kile ambacho anataka, before aambie Bwana na aitishe kile ambacho anataka kwa Mungu. Kwanza ajiangalie, je, amequalify kupokea kile ambacho anaitisha? If haja qualify, before akimbie kuitisha, kwanza ajifanyie kazi. Mpatie jirani high five. Mpatie jirani high five. Usimwambie kitu, wachana na yeye. Mpatie high five ile ka, alafu usimwambie kitu, achana na yeye. Usimwambie anything, achana na yeye kabisa. Bwana asifiwe. Before ufunge 40 days, 60 days, 100 days, ask yourself, kile linaitisha, je, nimetayarishika vizuri kukipokea? I told you on Sunday, vitu zingine tunaambia Mungu atupatie already zimeachiliwa, lakini zinagojea sisi wenyewe tufanyike ama tutayarishike sawa ya vile tunaweza zichukua. Praise God. Are you sure? Saizi naweza itisha Mungu ndege, nimwambie Bwana anipe ndege helicopter, niwe nazunguka nayo na nijibebange mimi mwenyewe. Na kitoka hapa naenda Nyeri, natoka Nyeri naenda Mombasa, natoka Mombasa na sitaki rubani, nataka nijibebe mimi mwenyewe. Are you sure naweza omba ombi kama hilo? Sema yes. Because sometimes hatukuangi sawa. Sema yes. Ninaweza omba. Because tunatakanga mambo makubwa. Lakini are you sure Mungu anaweza nipatia? Ama niulize hii swali. Wewe ni Mungu, wewe jifanye Mungu. Nimekuomba ombi kama hilo. Unaweza jibu? Unaweza nipatia? Unaweza nipatia? Sema hapana. It is true, you cannot give me. Why? Because unajua hata ukinipatia itakuwa museum ya kuonangwa na watu. Siwezi itoa mpaka mahali iko, sijasoma. Jina la Bwana lipewe sifa. For me to ask, lazima one nijiulize, nimeenda shule ya urubani. Number 2, I ask myself, niko na mahali ambapo inaweza land, niko na land ambapo inaweza land. Praise be to God. Ama naitisha watu wanapigwa picha nayo. Ngeukia jirani yako mwambie, work on yourself. By the way, nisaidie kumuuliza, muulize nini hiyo unataka kwa Mungu sana? Muulize tena, are you sure you are qualified kuipokea? Na muulize ukiwa serious, muulize ukiwa serious kabisa. Muulize, are you sure you are qualified kupokea hiyo kitu unaitisha? Najua unataka promotion. Hallelujah. Najua unataka kujenga, najua unataka magari, najua unataka ministry kubwa, najua unataka kitu hii na ile nyingine. Are you qualified kupokea hizo vitu ambazo unaitisha? Kwa sababu mara mingi huanga tunaona kana kwamba Mungu ni muongo, huanga tunaona kana kwamba Mungu hakui fair, lakini shida si Mungu, shida ni sisi, kwa sababu hatujatayarishika vizuri vile ambavyo tunaweza pokea kile tunahitaji. That's why Biblia inasema ya kwamba hata kama mrithi bado ni mtoto. Bwana asifiwe. Yes, yeye ni mrithi, lakini kwa sababu yeye ni mtoto hawezi pokea urithi wake until akomae. Hallelujah.
Urithi wote huko umetayarishwa ni wake. Vitu zote zimeandaliwa ni zake, lakini hawezi patiwa until amachue. That maturity ndio inakosa kwa watu wengi. That's why hawajapewa kile wamekuwa wakiitisha na kile wamekuwa wakiomba. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tujiandae. One, kitu ebote nikuja chini kidogo. Kitu yoyote kipya unataka katika maisha yako kinakujanga na majira mapya. Haya, mrudie tena ushike. Chochote kipya kinakuja katika maisha yako, wanga kinakuja na majira mapya. Hallelujah. For instance, sasa ukiama mahali unaishi, uende nyumba kubwa kidogo, uende 5-10 bedrooms. Hallelujah. Are you sure utaishi ile maisha unaishi saa hizi? Utaishi ile maisha unaishi saa hizi? Wale ambao ni vijana wadogo najua mnakaa single bed sitter. Kila kitu in one room. So ukihama uende bedroom 7, wale vijana wadogo wanaishi in bed sitter. Are you sure utaendelea bado kuweka everything in one room? Tuongee. Utaweka everything in one room? No. So anything new that unaomba Mungu akupatie, huanga inakuja na a new season. Now my question is, ukiomba hicho kitu ambacho unaomba, are you well prepared for that season ambayo itakuja na hiyo kitu? Now every new season inakuanga na new demons. Nataka nikuonesha kile unaitishanga na uzito wa kile unaitishanga. Bwana asifiwe. Every new season inakuanga na new. My question is, are you prepared to fight with those demons? Amo naambia Mungu tunataka promotion. Mungu, usiponipa promotion Bwana, hiyo promotion unajua inakujanga na season mpya. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa unaingia kanisani kazini saa 2, inakugharimu uingie saa 11. Are you ready? Ulikuwa unatokea saa 10 kwa sababu umefanywa manager, unatokea saa 2 ya usiku. Are you ready? Sasa hizi uko na kagari kamoja, unaambia Bwana nipe trailer za miguu 10 Bwana. Uko ready kutolala usiku na mchana, ukipigiwa masimu. Oh boss, hii imefanya, hii imetenda, hii imetenda, hii imefanya. Polisi wamefanya, kumeenda. Mzigo huu tupakie tupeleke wapi? Sijui mzigo hii imefanya, imetenda. Are you ready kupokea hizo stress zote? By the way, unajua hatujuangi uzito wa kile huanga tunaitisha. Huanga tunaona faida tu ya kile tutapokea. By the way, huanga tunafanya mahesabu na pande moja. Hatuangaliangi the other side ya mambo vile yatakavyokuwa. We are praying this ministry international. Are we ready for that glory? Are we ready for that level? Praise him. Are we ready? Leaders, are we ready? Bwana Yesu atukuzwe. Are you ready kuwa unafika hapa kila siku saa 11? Monday to what is ni Sunday peke yake. Monday to Sunday. Ama tuseme mpaka Friday. Tunaruka Saturday tunaenda Monday. Tunaenda Sunday. Are you ready kufika hapa saa 11 every day? Kwa sababu ya morning glory, lunch hour, evening service. Geukia jirani yako, muulize pengine unashindwa tu na kufika Sunday asubuhi, and then unaambia Bwana tufanye wa mataifa Bwana. Tunaomba Bwana kuinuka tuwe wa mataifa. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Awasha si lazima ajiulize. Ile gari 1, 2, 3 inakuja pale nje. Wanazimanage vile zinafaa. Ama naomba Bwana hii parking ijae chini mpaka juu kando na pande nyingine. Hii ni ya watu wote. Bwana asifiwe. Are you ready? Are you ready? Wewe kijana ambao unaomba familia, are you ready kulisha hiyo familia?
Praise God. Are you ready kila jioni kuambiwanga wazee vijana ambao wako vijana wa kijana? Acha kumsalimia hata wewe unakuja. Unamsalimia ni kama wewe ukuji. Bwana asifiwe. Vijana wa vijana, are you ready kila jioni kuambiwanga hakuna sukari, hakuna unga, mtoto amefukuzwa shule. Na wewe ulikuwa umezoea ukienda jioni mkate, chai, brangeti. Bwana Yesu atukuzwe. Geukia jirani yako muulize umetayarishika vizuri. But by the way, kukosa kutayarishika ndio inatufanya kila wakati tunaomba maombi ambao haitawahi jibiwa. And it is good tujiambie ukweli, haitawahi jibiwa. Hallelujah. Haitaifanya nini? Have you asked, umeshaijiuliza swali? Kwa nini wakati walitekwa nyara Mungu aliamua kujitukuza na Danieli? Have you ever asked yourself? Wewe nauliza swali, umeshaijiuliza kwa nini Mungu aliamua kujitukuza na Danieli? Katikati ya watu wote ambao walitekwa nyara, Danieli, Shadrach, Meshach and Abednego ndio aliamua kujitukuza nao. Have you ever asked yourself why? It is because wakiangaliwa na wale wengine, wao walikuwa wametayarishika vizuri kuwa in any season, in any environment. Bwana asifiwe. Na wabaki wakuwa wamesimama. Imagine watu wametekwa nyara, wamefanywa watumwa. Number one, kile walikuwa wanafaa kufanya kunungunika. Bwana umetuacha, hata ulisema na Abraham baba yetu, ukasema ya kwamba sisi ni wako na wewe ni wetu, hautaituachilia kwa maadui. Kwa nini umetuachilia kwa maadui? Hata tutakuabudu tena, tutaabudu miungu ya Babiloni na ya Nebukadnezaru. But they did not do that. Bible inasema Danieli 3 times a day aliendelea kuomba. Bwana Yesu atukuzwe. Aliendelea kuomba. Why? Ni kwa sababu alikuwa well prepared. Bwana Yesu atukuzwe. Alikuwa ametayarishika vizuri. That's why wakati ambapo wanachaguliwa viongozi, yeye anafanywa kiongozi wa 120 provinces. A foreigner, and not only a foreigner, mtumwa anafanywa kuwa kiongozi wa 120 provinces. Why? Kwa sababu alikuwa ametayarishika vizuri. Praise God. Not only that, there is another thing Daniel alikuwa ametayarishika. Hakuwa amejiandaa tu kuwa mkubwa in Babylon. Alikuwa amejiandaa kuface those giants na mapepo ya Wababiloni. That's why akichukuliwa amerushwa katika tundu la wanyama. Bible inasema ya kwamba hakunungunika kule. By the way, Danieli hakuna mahali aliambia mfalme Nebukadnezaru usinirushe kwenye shimo la wanyama. Unasomanga Biblia? Hakuna. Tusome. The king talked with them and he found none equal. Nipeleke chapter 3. Mahali anarushwa katika shimo la, ni chapter 3 ama 6. Mahali anarushwa katika shimo la wanyama. Bwana asifiwe. Bible inasema ya kwamba hakunungunika, hakujuta. Wakasema kwamba watamrusha, watamtupa pale. But Danieli alibaki akiwa amesimama. Why? He was ready to face those giants. Unaambia Mungu akuinue, akuaminie mamilioni, na uweze stahimili kwenda. Wewe sikiza, hujashika. Hauwezi stahimili kwenda huko. Wewe kwenda huko, unaenda ukiendanga tu wanatukananga, hawa watu ni watusi, hamatusi kila wakati. Na hiyo wakati umeambiwa kwenda huko, jina la Bwana lipewe sifa. Daniel was ready to face those giants and the obstacles ambao zilikuwa in Babylon. Tusome, ndio hii hapa. The king gave the orders and they brought Daniel and threw him into lions' den. So walipeana orders, Danieli akachukuliwa, akatupwa katika tundu la wanyama. Immediately alichukuliwa akatupwa. Yeye hakubishana. Kwa nini? Alikuwa amejiandaa. Hakuwa amejiandaa tu kuwa mkubwa, alikuwa amejiandaa hata kuface those challenges and obstacles. Amen.
Wewe unataka mafuta ya Mungu, unataka upako wa Mungu na anointing ya Mungu, lakini hauko ready kupigana vita ambazo wanga zinakuja na hayo mafuta. Wewe unataka tu makofi, sifa, heko. Yengine ni gani? And kabasha kidogo kidogo hapa kule. Hiyo ndio vitu ambazo unaangalia, lakini hauangalii zile vita ambazo zitakupata. That's why kuna vitu huwezi aminiwa. Kuna vitu Mungu hawezi kupatia until you mature, ya kwamba vita zingine zikija, you will fight them and you will face them bila kuogopa. Mungu hajaiaminia watu hivi mambo. Hapana. Hajawahi. Hapana. Ukitaka kuamini, angalia David. David hakuwa tu amejiandaa kuwa king, na akajiprepare in wilderness. He was well prepared not only to be a king but to face giants. Bwana Yesu atukuzwe. That's why akisikia kuna mtu analaani wana wa Israeli, anasimama na anasimama as a king. Angalia authority ya David. I wish mimi mnaweza tuwekea. Angalia authority ya David. David anasimama na ile authority. Anasimama anasema ya kwamba, hey, praise be to God. Ni nani huyu analaani? Sinipewa ruhusa nimwangamize. Sinipewa ruhusa nimuue. Yani ana face Goliath as a king, although hakuwa mfalme bado. Hallelujah. Please work on yourself. Please work on myself. Please work on myself. Una watu hapa wakiota ndoto ya magoe. Asubuhi wananunua anointing chupa mzima, alafu wanatafuta bahasha nono. Wanaanza kujiuliza, nani huyo anatoanga dhabihu na mapepo? Tunamuona hii siku nyingine akifanya. Hallelujah. Siku nyingine tunamuona na kitambaa. Siku nyingine tunamuona sijui amefunga nini. Kimuuliza anasema mimi namtafuta Mungu. Natafuta Mungu. Vile shetani amenionyesha natafuta Mungu. Pepo zingine, by the way, let me tell us, sisi kusaidia kupigana, zinakujanga tuzipige sisi wenyewe. Hebu geukia jirani yako, geukie vizuri na umwangalie na macho ambayo haina huruma. Mwambie pepo zingine unashidanga ukishtuka nazo, sio zenyu za kupigana, sio za mchungaji, ni saizi yako. Ndio ni saizi yako. Pigana nazo uzishinde. Jina la Bwana lipewe sifa. Hii kazi ya kutafuta msaada kila mahali ndio ilikuwa inafanya kila siku tunapigwa, kila siku tunaangamizwa. Daudi anasema, your servant has killed both lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the army of the living God. Yani anapigania Mungu, anapigania Israeli ni kama watu wake. Na yeye sio mfalme huyo wakati, because alikuwa ameandaa na amejiandaa vizuri to face magumu na mazito ambayo alikuwa mbele yake. New seasons, new demons. Every new thing that you ask in your life inakujanga na season mpya. Ikikuja na season mpya, mapepo mapya yanakuja. Are you ready to fight? Ama to fight na to face those demons? Jina la Bwana lipewe sifa. Nimekomenda kurudia tena. Mungu hawakangi na afanyangi kazi na watu tu wa kawaida. Pamoja na Abraham kuwa alikuwa ready kufanyika baba wa mataifa, pia alikuwa ready to go any extent pamoja na Mungu. Inamaanisha kwamba ndani yake alikuwa ready, amejifanyia kazi ya kutosha. That's why Mungu akimwambia toka, anatoka bila ruhusa, anatoka bila maswali. Praise be to God. Ilipofika wakati wa kuambiwa gojewa, aligojea for 25. In fact, isipokuwa ni Sara alimwambia achukue Hagai, yeye hakuwa na shida. He was ready. Jina la Bwana lipewe sifa. He was to wait na kungojea bila shida.
Ilipofika wakati wa kumtoa mtoto, alijua the last time ya kuwait, wewe Sara ulinifanya nikose kugojea kwa njia ambayo inayofaa. Nao Mungu ameniambia nitoe mtoto, sitakuinvolve kwa hii, because the last time ulifanya nikose kungojea vizuri. Now I'm not involving you. Akachukua mtoto, akaenda akamtoa, because initially in the spiritual realm alimtoa kama dhabihu. So he was ready to give even his only son. Hakuwa na shida, alikuwa ready kubaki tasa. Ni tasa mwanaume akiwa hana mtoto anaitangwa nini? Atedo. We. Gumba. Oh. Alikuwa ready kubaki gumba. Na hana shida. Hana tatizo. Geukia jirani yako, muulize unataka Mungu? Si muulize unataka Mungu? Are you ready to lose everything because of him? Are you ready to obey him to an extent ya kwamba mpaka watu wanakuona ukiwa fala because of how you have obeyed him? Jina la Bwana lipewe sifa. Kama Yesu ambaye tunamwamini akitoka mbinguni alisema ninaenda kuwakomboa watu, but hata akitoka huko alikuwa anajua ninaenda nitakufa. So he was ready to die because of us. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, work on yourself. Ndio mwelewa, work on yourself. Mwambie vizuri, work on yourself. Anza kujifunza kuface those giants. Anza kujifunza kuwa ngumu. Tunasikia conspiracy, wanakuendea kazini, hapo na hapo unajaa maji kwa tumbo. Unaanza kusema sijui nani alionyesha shetani kwangu, hata wananiendea saa hizi, sijui nitalea watoto na nini, hata wafikiriagi venye niko na mashida mingi, mimi ndio first born kwetu, mimi ndio breadwinner, mimi ndio... shut up. Msiponichunga leo niko na holi yanga. Ambia jirani yako, neighbor, prepare, jiandae vizuri. Mwambie prepare yourself. Hallelujah. Ukiambiwa unafutwa kazi, ask them, if God is on my side, who is you to be against me? Do your best. Saturday tulikuwa na hapa kapepo kengine kanasema hamutafanya. Sio huyo mtu alikuwa anaongea, mimi sijaita huyo mtu, naita pepo ambayo ilikuwa ndani yake, ambayo Yesu aliambia shetani, go behind me Satan. Hiyo kapepo ndio naita Satan. Now si ikasema utafanya crusade, si ilisema utafanya, iliwaambia namna gani? Achana naye, achana na twendeni, hata tu kanyanga hatua mbili, wekeni hapa, na ikakuwa successful. Praise be to God, because we know who we are. We know nani tumebeba. We are ready to face those challenges. Hatuko na fear. Sasa na hapa ndipo tunaona pakubwa. Ukitukataa kufanya hapa, utafanya hapa pengine. Tushafuga mashini, sijui utafanya wewe, achana hiyo maneno. Jina la Bwana lipewe sifa. Face those challenges. Pigana nazo vizuri. Ambie jirani, work on yourself. Ukijifanyia kazi, utaweza kuovercome delay na njia kubwa sana. Point number 2 nikimaliza. Bwana asifiwe. Mwanadamu vile ambavyo ameumbwa, sikiza hii point, ameumbwa kama Mungu, lakini not 100% like God. Kwa sababu kuna sehemu ya mwanadamu, ama kuna sehemu ya Mungu alinyima mwanadamu. Praise God. Unajua tunasomanga in the book of Genesis, tunasema mimi ninakaa Mungu. And si vibaya, but always remember this, hamjatoshana moja kwa moja. Praise be to God. Kwanza tukichukua barua za Paul, tuanze kusema I can do all things through Christ. Tuchukue 1 John, 2 John, tuanze kusema as Christ is so I am. Tunaonanga ni kama tumetoshana na Mungu. But listen, kuna sehemu fulani Mungu hakugawana na mwanadamu. Praise be to God. Mwanadamu ama Mungu haitajingi msaada wa mtu ama wa kitu aishi. But mwanadamu hawezi ishi
bila msaada. Hallelujah. So point number 2, for you to overcome delay, please ask for help. Ask for. Aya, media tukimbia haraka. Psalms 46:1. At least tusome mistari mingi kadhaa haraka. Psalms 46:1. Ask for help. Kwa sababu ili uishi unahitaji msaada wa kitu ama wa mtu. Bwana asifiwe. Nikisema mtu, even God is included there. Inasema according to hii yote sio yako. Tuanze hapa pa God. God is our refuge and strength, an ever present help in. Wewe kama mwanadamu, Mungu hapatangwi na mashida. Maana hakuna shida inaweza mpata. Praise be to God. In fact, hakuna shida inaweza mshinda. Kwa hivyo hazinanga haja na yeye. But as men, as human beings, wanga tunapatwa na mashida. That's why tunafaa kila wakati kuitisha na kuomba msaada. Praise God. Now, Bible imesema kwamba kuna yule ambaye he is ever. Na Bible inasema ever present help wakati wa mashida. Hakujangi saa hizi, kesho ukimtafuta unamkosa, no. Hakuangi dakika hii, dakika nyingine unamkosa, no. He is ever present help. So ukimuita ataitika. Ukimuita atakuja. Ukimuita atashuka, because he is ever present help. Inua mkono wako hivi. Ambia Bwana nahitaji msaada wako. Sema nahitaji msaada wako. Mwambie tena, Bwana nahitaji msaada wako. By the way, ukiamini ya kwamba uko na shida na unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji mkono wa Bwana akija kukusaidia, praise be to God, hakuachangi mahala uliko. Psalms 40:1 inasema aje? Nalimgoja Bwana kwa saburi. Hebu tusome sote pamoja. Nalimgoja kwa Bwana kwa saburi. Haya, Psalms 40:1. Haraka tu, tuna NIV ina shida. 40:1. Haya, tusome. I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and had my. Sikiza venye alisema, atalikuja alifanya hivi. Verse 2. He also brought bana NIV baba. Ili ka flow kaenda venye nataka. Aya, tusome zote. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to. So akija kukusaidia hakuachangi. Anakutoa katika ile shimo umerushwa. Anakutoa katika ule uharibifu uko ndani yake. Anakutoa katika ile mashida ambayo yamekuzingira. So akija na msaada hakuachangi mahala ulipo. Inua mkono wako, ambie Bwana nahitaji msaada wako. I don't know ni vitu gani hauna katika maisha yako. I don't know ni mambo gani ambayo yamepungua in your life. Nataka siku ya leo uamini ya kwamba hauwezi peke yako. Hata uamke asubuhi urudi jioni, hata uwe umesoma, umejitolea, uko na kila kitu, uko na backup ya kila mtu, hauwezi peke yako. Unahitaji msaada wa Mungu. Na si Bwana akusaidie siku ya leo. Si Bwana akushike na mkono wake siku ya leo. Si akuje afanye vile ambavyo anaweza fanya katika maisha yako siku ya leo. Si alete msaada katika jina la Yesu Kristo. Maana yeye akileta msaada, haijalishangi ni akina nani wamekuzingira, haijalishangi ni maadui wangapi wamekuzingira. Akileta msaada, mambo wanga yanabadilika.
akileta msaada, mambo wanga yanafanyika mpya. Siashuke siku ya leo, alete msaada wake katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni wafalme watano wamekuzingira, msaada wa Mungu ukifika, Bwana Yesu atukuzwe, hao wafalme wanga wanafanya kuwa kama sio kitu. Haleluya. Walimzingira Elisha wakafikiria wamemshinda, because wamemzingira kila mahali, wamemzingira kila sehemu, wakafikiria sasa wamemshinda Elisha pamoja na jeshi lake. But Biblia inasema ya kwamba wakati walifikiria wamemshinda Elisha, praise be to God, Mungu naye akatuma jeshi la mbinguni ambalo lilimzingira Elisha. Maana Bwana akija, haijalishangi ni akina nani. Inua mkono wako tu before uinue. Sahau na kwenyu nini na wasumbuanga, because before God it is nothing. Bwana asifiwe. Sahau na maisha yako nini hiyo hauna, because before God it is nothing. Sikisha uinue mikono yako vizuri, ambia Bwana, ninahitaji msaada wako. Help me God. That's why Yesu akisema the book of Matthew 7:7, alijua mwanadamu hawezi peke yake. Siwe na dakika mbili ambao utaomba uambie Bwana, nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako, nahitaji msaada wako. Maisha yangu iko katika shimo, kama vile Daudi yake ilikuwa katika shimo. Familia yangu iko katika machafuko, mimi sijui nitafanya namna gani. Biashara yangu inaanguka, inaendelea kuwa chini. Maimbo yangu inaendelea kuharibika. Ninapanga kuoa, ninapanga haya na yale. Bwana, siwezi bila wewe. Huduma yangu ninakuhitaji. Nimeelewa it is my season to rise, but I cannot do it by my own. Ninahitaji msaada wako, ninahitaji msaada wako. Nisaidie Bwana. Yesu akafunza akasema, ask and it will be given to you. You seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Ina maana ya kwamba hauwezi peke yako. Si leo kuwe na watu ambao wataamini msaada wao umefika, na waambie Bwana, tuma msaada wako. Ninahitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Ukiomba hilo ombi, Mungu anaweza tuma Roho wake Mtakatifu. Anaweza amua kutuma malaika wake. Anaweza amua kutuma wanadamu. Anaweza amua hata kutuma vitu na mambo yako ibadilike. Haujui nini hiyo Bwana anaweza tuma, na nini hiyo Bwana anaweza amrisha katika maisha yako. Bwana, anahitaji msaada wako. In the book of Acts chapter number 26:22, Acts 26:22, Acts, Matendo ya Mitume 26. Bwana, ninahitaji msaada. Bakatoza takatoria baganda. In my ministry Lord, in my family, nahitaji msaada wako. Funza mikono yangu. Radoza tia bagande. The king is familiar with this thing, and I can speak freely for him. I am convinced that 26:22. Nimesoma mbaya. 26:22 inasema aje? But I have had God's help to this very day, and so I stand here and testify to small and great alike. I'm saying nothing beyond what the prophet and Moses said would.
anaanza kusema ya kwamba so God has helped me to this very day, so I stand. Ili usimame, ili uimarike, ili ukose kuwa vuguvugu. Bwana asifiwe. Ili maisha yako yawe na mwelekeo. Because mtu amesimama, tunasemanga sasa anaweza songa mbele. Bwana asifiwe. Anatumaini la maisha yake ya baadaye. So anasema ya kwamba so I stand here and testify to small and great alike. Ambia jirani yako, neighbor, omba msamaha. Omba msaada. Mwambie omba msaada. Mwambie omba msaada kutoka kwa Mungu. Isaiah 50 verse 7 inasema, Isaiah 50 verse 7. Let me read. Hatukusoma verse mingi tukianza, so allow me nisome verse mingi alafu tumalizie. Inasema, because the sovereign Lord helped me, I will not be disgraced. Tusome ndio hii hapa kwa screen. Because the sovereign Lord helped me, I will not be disgraced. So wakati ambapo Bwana amekusaidia, hauwezi aibishwa. You cannot be disgraced. Inua mkono wako tena, ambia Bwana nahitaji msaada wako. Maybe you have been disgraced. Watu wamekudharau, wamekudunisha, wamekuona kama wewe sio kitu, wamekufanya udhalalishwe. Inua mkono, mwambie Bwana nahitaji msaada wako. Leo nimejua siwezi peke yangu. Kujitolea kwangu ni bure bila wewe. Kujipiganisha kwangu ni bure bila wewe. Kuwa peke yangu ni bure, maana siwezi faidi maisha yangu. Ninahitaji msaada wako Bwana. Nisaidie. When Mungu amekusaidia, you cannot be disgraced. You cannot be disgraced. And I pray ya kwamba from today tutakuwa watu ambao wataheshimika na wataheshimishwa na Bwana, maana msaada wake umetufikia katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Hebu tumalizie na hizi verse mbili. Psalms 121 verse 2. Alafu tumalize na mahubiri kidogo. Psalms 121 verse 2 inasema aje? We have a very tight service today, kwa hivyo allow me niende haraka kidogo. 121 verse 2. Nasema, my help. My and your help. That's mine. And your help. My help comes from. Uliza jirani yako, msaada wako unatokanga wapi? Bible inasema kwamba kushikwa na laana. Nimetranslate directly. Kulaaniwa ni yeyote yule ambaye hutegemea nani? Mwanadamu. Najua Mungu anaweza tuma wanadamu wawe msaada kwetu. But I always say this, shika hapa nikimaliza. Usiwahi tegemea wanadamu wakusaidie. Tegemea Mungu, amrisha wanadamu wakusaidie. And wakati watakusaidia, you will not worship them, you will worship God. Lakini ukitegemea wanadamu wakusaidie, wakikusaidia, hauta worship Mungu, you will worship them. Bwana asifiwe. Kuwa na mawazo imefunguka ya kwamba Mungu anaweza tuma wanadamu wakuje na wakusaidie. But again, you will not trust men to help you. You will trust God to send men so that they can help you. Are we together? Are we together? Hautaamini hiyo biashara ndio itakufanya uwe milionea. Utaamini Mungu atabariki hiyo biashara, utafanyika bilionea. Yet kwamba your help comes from the Lord. Hautapeana kama msichana, hautapeana mwili wako ama mama ili upatiwe promotion. Utaamini Mungu ataguza tajiri yako, atakupatia promotion. You will not sell yourself. Are we together? Hautaongana ili mambo zako siwe mzuri. No. Utaamini Mungu na yeye atafanya mambo zako siwe mzuri. 2 Chronicles 26 verse 15. Sasa unanitempt. Sawa, ukituwekea 15 alafu tuwekee verse 5 basi. Because unanitempt. Some zote inasema ya kwamba in Jerusalem he made
devices intend for use on the towers and all that thing. Verse hiyo ingine nasema aje, his flame spread far and wide, for he was greatly helped. Bwana sifiwe. Until he became powerful. So ukisaidiwa na Bwana, Bwana akiachilia msaada, unakuanga mtu ambaye anapanuka na pande zote na unafanyika kuwa mtu mkubwa, ni kwa sababu umesaidiwa na Bwana. Verse 5 inasema, the Lord watches over you, the Lord is your shade at your right. Nilikusomea another verse, sababu ya kusoma hii verse because nilikusomea another verse ambayo ilisema ya kwamba nimekushika, niweke media, nimekushika mkono wako wa kuume. Inamaanisha ya kwamba nimekusaidia na uwezo wako wote. Now you can do mambo ambayo haungeweza kufanya, ni kwa sababu mkono wangu umeshika mkono wako wa kuume. Hauwezi shindwa. Praise God. Sasa wewe umeniwekea vitu ambavyo usitaki, lakini sawa tu. The same scripture ulikuwa umeweka but verse 5. 26 verse 5, lakini sawa tu. Sawa tu. Bwana Yesu atukuzwe. Umesaidiwa na nani? Na Bwana. Umesaidiwa na nani? Na Bwana. He sought God during the days of Zachariah, who instructed him to feed in the fear of God. As long as he sought the Lord, God gave him. So make sure unapogojea msaada kwa Mungu, mtafute kwa moyo wako wote, kwa mawazo yako yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtafute na overcome delay. Overcome hii roho ya kushinda kila wakati ikikuzuilia, ikufungilia kufanyika na ikifungilia baraka zako. The last scripture because of our time, na pia ninamaliza nayo. The last scripture, Genesis 49:25. Kwa nini utafuta msaada kutoka kwa Mungu? Kwa nini utafuta msaada kutoka kwa Bwana? Ni kwa sababu yes, this is a scripture ambao nilikuwa ambao nilikuwa nawaambia, niliwasomea ya kwamba for I am the Lord your God, and Isaiah 41:30, who takes hold of your right. Take hold of your right. Akiwa amekushika mkono wako wa kuume, you cannot be defeated. Hawezi lemewa. Biashara ukiguza ndio hii inapanuka. Mambo zako ukizifanya ndio hizo zinaenda vizuri, kwa sababu amekushika mkono wako wa kuume. So anakusaidia. Chochote ambacho unafanya, watu wanakupigia makofi, wanakuambia well done, umeifanya vizuri. Ukiangalia ile bidii umefanya hakuna, lakini Bwana aliekelea mkono wako juu ya mkono wake, ama mkono wake juu ya mkono wako. Praise be to God. The last scripture, Genesis 49. Inasema aje? Nimesema verse? Media imeanza kunikosea sasa kwa sababu 25. Sababu atafanya nichokoreke, nianze kuhubiri zaidi ya mahali nimefika. Tusome zote pamoja, sitasoma peke yangu. Tusome zote pamoja. 1 to go. Tusome zote tena pamoja. 1 to go pamoja, pole pole. Because of your father's God who helps you. So it is their father's God. I'm gonna refer about Abraham, who helps them. Hallelujah. And who help us. Inasema kwamba because of the Almighty, who blesses with blessings of the skies above. Zile baraka za juu sana. Inasema kwamba the blessing of the deep springs below. Zile baraka za chini sana. And the blessing of the breast and womb. Na baraka ambazo ni za kunyonyesha na za utumbo. That is the children. Mambo ya hapa duniani. Jina la Bwana lipewe sifa. So all blessings wanga zinatoka kwa Mungu. Ziwe ni za mbinguni, ziwe ni za huko chini, ziwe ni za hapa, zote zinatoka kwa Mungu. In other words,
anything ambao unatafuta, anything ambao unataka, jua ya kwamba inatokanga kwa nani? Geukia jirani yako tukimaliza, mwambie chochote wanga unatafuta. Mwambie vizuri, ukisimama na miguu yako, mwambie chochote wanga unatafuta, chochote wanga unataka, kiwe kikubwa kiwe kidogo, kiwe ni kitu ambacho wanadamu wanapeananga ama sio kile wanadamu wanapeananga, umhubirie hivyo. Mwambie mambo yote ya baraka hutoka kwa Mungu. Mwambie tena hutoka kwa Mungu. Kwa hivyo wacha kutafuta msaada kwa wanadamu, tafuta kwa Mungu. Haleluya. Mungu aamrisha wanadamu wakupatie. Kama ni kulima unalima. Kama uko hapo unapenda kulima kama mimi, maybe umekona shamba unalima mahali. Na siku tulipanda matunda lakini tulikulanga tu 2 peke yake, hizo zingine zikapotelea. Napenda kulima. Bwana asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ambia jirani yako, hata kama ni kulima unalimanga, tafuta Mungu, omba Mungu aamrishe huo mchanga. Mwambie aamrishe huo mchanga ulete mazao. Haleluya. Siku na wazazi hapo wamebarikiwa na watoto wakubwa, wengine wameoa, wameoana, wako na makazi. Mwambie vizuri, neiba, hata huyo mwenye ana mtoto mkubwa mwambie tu hana shida. Mwambie neiba, hao watoto wako ambao unataka wakusaidie, badala wa kumwambia wewe ngania ndio nilikulea, sijui nimekusaidia, nikakufanyia, hata unisaidiangi, zote ni za kukula, ni zako ni wewe, hata sijui wewe ni and then unaanza kuangalia yule anakujanga na shopping kubwa, unaacha huyu mwingine. Ambia Mungu akusaidie, awaamrishe na awapatie, watakuletea. Praise be to God. Si leo tumeagree ya kwamba tutakuwa kama Daudi, tutainua macho yetu juu. Msaada wetu unatoka wapi? So leo nimekupatia funguo ya ku overcome delay. Number 1, work on yourself. Before you pray, before uambie Mungu nipe hii na hii na hii, before uambie Mungu nisaidie hapa na hapa, please work on yourself. Tumeshikana. Prepare yourself psychologically, spiritually, socially. Prepare yourself. Bwana asifiwe. Then kimbia kwa Bwana, ambia Bwana nisaidie hapa. Already ukiwa umejiandaa vizuri, unaweza kuwa hauja overcome but umekata kauli ya kwamba sasa mbele sirudi nyuma tena. Bwana asifiwe. It is my time to serve God and I'm serving him bila kuangalia nyuma. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Pigia